Halo? Halo madam. Tayari sumu nimeshamwekea kwenye glasi ya juisi na amekunywa. Jiandae kuzika. Vizuri sana. Yaani nimefurahi sana kusikia hivyo. Sasa basi, hapo kilichobakia ni zamu ya mume wangu tu. Shemeji, yaani ulikuwa hapa muda mrefu Na pia umesikia kila kitu nilichokiongea hapa eti? Hapana shemeji. Mimi nimesikia kwamba inafuata nizamu ya mume wako. Ni nini iko? Shemeji bwana. Amna. Yaani nilikuwa nipeleka kitenge kwa fundi. Sasa hapa ndo ananiambia tayari ameshamaliza kunishonea. Ndo nikamwambia hivi basi iko kilichobakia ni zamu ya kumshonea shati mume wangu, yaani hivyo. Nataka tukae sale mimi na mume wangu. Mambo ya surprise si ndio? Okay, mimi niligonga pale chumbani kwako. Nikaona haupo. Ndo nikawa nakutafuta huku nje. Nataka nitoke kidogo. Sinaelewa tena mimi mgeni. Basi sawa, ina shida. Maana mimi nilikuwa nimekuja huku nje kidogo kupunga upepo hivyo. Kwa hiyo sijui ningeomba ukanitie mtu ili niweze kulala tu hapa hivi nipumzike. Sasa kwa nini usiende kulala kule chumbani kwako? Shemeji, ndani ni joto kule, ndio maana nataka tunilale hapa. Okay, sawa. Ndio nisikia kila kitu. Asante Mungu. Maumivu ya siri. Samahani dada. Bila samahani. Mimi ni mgeni kidogo maeneo haya na nina shida kidogo. Si unaweza kunisaidia? Shida gani labda? Okay. Nilikuwa naulizia sehemu ambayo wanapatikana wale madada poa, yani sehemu ambayo kuna wadada wanaojiuza. Si unaweza, ni sehemu gani labda? Hapana. Sijui. Lakini hata wewe tu ni sawa. We kaka, koma we. Vipi? Unashangaa uji wangu kwako, si ndio? Mbona mimi sijashangazwa na yule mtu aliyomtuma kuhusu kunioa mimi? Nisikilize Halima. Najua kila kitu ulichokipanga kuhusu mimi. Mpaka na yule mtu aliyomtuma kuja kuniua mimi. Sasa basi, mimi nataka tuondoke wote kwenye hii dunia. Unayaona haya maji? Nimeyawekea sumu kama ulioniwekea mimi.
Nitakavyokuwa mimi nakufa taratibu, hivyo hivyo na utakuwa unakufa taratibu. Kwa hiyo basi utachagua moja kati ya haya mawili. Ufe kifo ambacho umenipangia nife mimi, au ufe kifo ambacho mimi nitapanga hapa. Unatakiwa unywe haya maji. Hivi unakisikia unachokiongea kweli? Una akili timamu wewe? Ina maana umesahau yote ambayo unifanyia, si ndio? Sawa, mimi nina makosa, lakini wewe ndio chanzo. Hivi umesahau? Ama kweli nimeamini. Aanzaye haonekani, anayemaliza ndo anayeonekana. Wewe ni chizi, tena punguani. Tena umejisahaulisha. Eti ninyi maji. Maji mimi siwezi kunywa. Yaani sinywi. Wewe vipi huyo? Wewe kichaa. Alafu mbona? Yaani kile slice tu. Wewe kweli mimi ni kichaa. Ndio maana hata huko mwanzo nilikuwa kichaa zaidi ya sasa. Hawezi kunywa. Halima, nakuuliza kwa mara ya mwisho. Haya maji utakunywa au hutakunywa? Wewe. Kwani nilichokiongea kisikia? Nimekwambia simu. Mimi mke wa mtu. Basi samani, hauna hata rafiki yako ambaye anaweza kunisaidia, labda ukanipa hata namba yake? Yaani mimi nitakulipa tu, nitakupa chochote kitu. Kuna rafiki yangu mmoja hivi anajishughulisha na hayo mambo, labda nikupatie namba yake, anaweza akakusaidia. Asante. Andika hii hapa, ila uwe vizuri kwenye masuala ya pesa. Kuhusu kufika bei wewe usiwazi. Hayo ndo mambo yangu. Yaani hata akitaka ile fasta 50 ni chapu tu. Shukrani sana. Asante. Sawa, labda na wewe nikupe shilingi ngapi kwa kunisaidia? Hapana, usijali. Sawa, shukrani sana. Haya. Subiri kwanza, nitakusahau. Hapo kwa mganga tunakaribia. Sawa, nakupa hichi kimti hichi. Ukiona hichi kimti unanuia mambo yako yote unahitaji. Sawa, ukifika kule kwa yule mganga atakuomba, umeelewa? Lakini dada, kusema kweli mimi naogopa kwa sababu sijawahi kwenda huko kwa mganga. Nafanya tu kwa sababu ya kukulizisha wewe. Hebu acha utoto wewe.
Mimi nimeacha kazi zangu huko nilikotoka. Nije kukusaidia wewe hapa. Sasa tunafika hapa wanaambia unaogopa. Unaogopa nini? Au unafikiri watu wa nyumbani watakuja huko waje wakusaidie wewe? Kila mtu yuko busy na mambo yake pale. Kwa nini lakini? Au unaipenda hiyo hali? Hapana dada. Basi sasa nachokwambia. Sawa, sio kanikela bure. Hivyo jifikirie. Kwa umri wako wewe ulikuwa mdogo wewe. Unabeba mimba? Unaharibika. Unabeba mimba? Unapotea. Basi sikia. Mimi sikuta uko baya. Ukuta uko mambo mazuri tu. Umenielewa? Kwa hiyo nachoomba. Ukifika kule kwa yule mganga. Ukikutana naye yule mganga, umsikilize atakachokwambia, tena kuwa makini. Kuwa makini naye. Naomba usije ukaenda ukaharibu tena. Sawa dada. Shika temee mate. Nuia. Kuna vitu nimekumbuka. Leo nimeangalia simu yako, kuna vitu sijaelewa. Nimekuta meseji zako za ajabu. Sipendi tabia hiyo. Na mazingira haya mimi hata sijaelewa. Kila siku nakuja na gari langu ninaliwaza sheri, mimi tabia hiyo nimechoka. Nitakufanyia mpango hapa nitakutoa. Na nikikutoa hapa, ukiendelea na hizo tabia zako za wanawake wako, utaniona mimi mbaya. Sasa baby, mbona unaondoka hujanitumia hela? Mimi langu hakuna yote imeisha. Sio ndio umenichanganya na meseji zako za ajabu. Mpaka sasa nimeshasahau. Sasa kwenye kipochi changu sikubeba hela. Ila subiri kwenye simu nina hela. Haina shida. Nakutumia hapo akimbele. Asante kipenzi changu. Nashukuru sana. Ukaionge na hiyo sawa? Nikaonge nini bwana, kwa sasa hivi na kuahidi nitaacha ujinga wote kwa sababu muda mwingine unachelewa kuja. Sisi wenyewe damu inachemka vijana bwana. Nataka niache ujinga bwana. Nakuwa busy na kazi saa nyingine ndio maana. Namuona rafiki yako ndio kaingia hapa, sijui basi mimi niende mwenyewe. Alafu nikifika nitakupigia. Haina shida. Bye. Shumi. Vipi tena, mbona umelala hapo? Mama, dada. Mama, haki ya Mungu nakwambia. Sitarudia tena kumsaidia Shumia shida zake. Mbona sikuelewi? Mama, nimefika hapa asubuhi na Shumia. Tumetoka hapa nimepeka kule juu kwa yule mganga kule. Lakini mama, kicho nikuta huko. Na mtumia kile kijiti nimempa cha kuongea maelezo yake. Kabla hata hujaongea mama, nimekabwa mwanao. Unajua nimekabwa nikazimia. Na kuja kushtuka. Chunia simuoni. Ndio naamua kurudi hapa. Hivi nyinyi watoto mnajielewa kweli nyinyi? Na mnafanyaje jambo bila mimi mama yenu kujua?
hamjui kama mimi naweza mkaniletea matatizo mama yenu? Au mnataka mimi nife na pressure nyinyi watoto nyinyi? Hivi nyinyi kwa nini hamjielewi? Yaani mimi najua nyinyi mmelala ndani, kumbe mlitoka mmeenda huko kwa mganga. Hivi mnajielewa kweli nyinyi? Mama, lakini mimi si nenda kumsaidia mtoto wa mdogo wako. Yaani mama, baada ya kunipa pole nimerudi hapa nyumbani salama, unaanza kunigomba tena. Nikupe pole kwa sababu ya nini? Yaani mmeenda kufanya mambo yenu ya ajabu. Je, mngepata matatizo huko? Mngepata matatizo ingekuwaje? Aya, mwenzako kaenda huko. Aya, nenda kamtafute mwenzako uje naye hapa haraka. Naona vitu hivi hapo mwanangu vinacheza. Niliacha tamaa. Vitu vya kawaida tu mwanangu. Niambie. Sema nini? Tuachane hizo story. Mwanangu wewe. Mimi siko poa kinoma mshikaji wangu. Kutokana na Nolini. Kama unavyojua mwanangu, Nolini mwanamke ambaye mimi nampenda sana. Lakini toka imetokea ile tatizo, Nolini ashiki simu zangu wala hajui message zangu. Nikajaribu kuzungumza na mdogo wake kwamba akaongea naye dada yake na nini. Lakini sijapata majibu yoyote. Jana tu nimetoka kwenda pale kwao, nikagonga geti akafungua mdogo wake. Baada ya kutoka akaniambia dada hataki kabisa kuonana na wewe. Mwanangu hali inaniumiza kinoma. Kwao nimekuja hapa mwanangu kwa sababu wewe kidogo yule mwanamke unamuelewa. Labda uende basi kuzungumzia naye. Ina maana toka ile siku hadi hajakaa sawa. Kaka mambo hajakaa sawa. Na kama unapojua mimi Nolini jinsi gani ninapompenda. Yaani hapa najaribu tu kujikaza. Kuna vitu kibao vinaendelea kwenye maisha yangu ambavyo natakiwa ni dili navyo, lakini mapenzi pia huko yananiendesha. Changamoto. Haina shida. Mungu aka nibadilishe kwanza nani maana so unajua ndo nimeamka hapa sasa hivi sio muda. Kwa nipige kazi zangu afu ningie kwa mtaani kwake kwanza. Nashukuru kinoma kaka. Kunisaidia kwenye hili. Baridi. Kitachojili mimi nitakupigia simu au nitakuja pale mtaani kwako. Haina shida. Basi poa mwanangu. Haina noma mwanangu. Mimi ngoja nikini nitakucheki. Sema sasa mwanangu wache tamaa. Wache tamaa. Poa mwanangu. Yaani angejua nachokifikiria kichwani mwangu, asingenituma kabisa kwa Nolini. Sema kwa sababu kadileta mwenyewe, koja nimuonyeshe. Maumivu ya siri, 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 maumivu ya siri.